Habari rafiki zangu, natumaini mko salama. Kwanza niwashukuru sana kwa kusubscribe kwenye channel yangu. Yani inakuwa tulianza na 1 na sasa hivi tumefikia idadi nzuri na tunaendelea kuongezeka kwa kweli. Kwa hiyo nikushukuru sana, nikushukuru pia kwa kucomment. Sio lazima tuone kwa namna moja, lakini unapotoa mawazo yako ni kwamba umeheshimu ninachokifanya na umeona hata kama labda mtazamo wako ni tofauti na wangu, nishirikishe. Kwa ninafurahi na ninashukuru sana, na mimi napenda kupokea mawazo mazuri, lakini vile vile mawazo mazuri ambayo hayafanani na ya kwangu nayo pia nayapokea. Kwa hiyo nakushukuru sana. Sasa leo naomba tuangazie tena kipengele kile cha kazi za kuanzia maisha hapa Barcelona. Na leo niwe mkweli, kazi ninaweza kukwambia ni kazi ngumu hivi. Hakuna kazi rahisi, hata kazi ambazo nimezungumzia ya usafi, ya kulea watoto sio nyepesi. Hata hivyo hii ina ugumu wake na ni kazi ya kuuza vyuma. Haya sasa, hapa mbele pale si unaona huyu ni mtu yuko kwenye shughuli ya kusakua vyuma, yuko kwenye dustbin hizi hapa. Sijamulika hapo. Ila hii sasa ni shift ya jioni, na hawa niliowaona hapa nitakuwa mkweli, hawa sijawaona kuwa ni watu weusi. Umeona hapa? Hapo ni trolley hizo za kukusanyia vitu. Sasa nitoa hapa disclaimer. Unaweza ukafanya kazi yoyote ile. Unaweza ukawa engineer, unaweza ukawa professor, kazi yoyote ile ambayo wanafanya hawa watu hapa, na wewe unaweza ukafanya. Ninachosema hapa ni zile kazi ambazo sasa ndio umefika na labda bahati mbaya hauna karatasi, unahitaji kujishika sehemu fulani, kwa sababu hizo kazi zote uwe una karatasi ndio utaweza kufanya hizo kazi. Hizi kazi naweza kuambia ni zile kazi ambazo ukijichanganya mkono unaweza ukaenda kinywani. Sasa hii ya leo kwa hilo naomba niliseme, kwa sababu kuna siku nilipokea maoni kwamba mbona yani kana kwamba labda hizi kazi ninazosema ndio limit. Hapana, ninazosema hapa ni zile ambazo ndio naanza kujitafuta. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa kazi ambayo leo naenda kuzungumzia ni kazi ya kuuza vyuma, kuokota vyuma. Ni kazi ngumu na ni kazi ambayo niwe mkweli na waona wengi wanafanya ni vijana weusi, vijana wa Kiafrika. Kuna kazi zile za kulea watoto wanafanya, usafi, na waona hata watu wa hapa ama watu wa kutoka mataifa mengine walioko hapa wanafanya. Hii ya vyuma niwe mkweli huenda ni kutokana na ugumu wake. Unajua nikiwa kweli vijana wetu nao ni wana nguvu Ni kazi fulani hivi ambayo kiukweli kama haujaijua shida kwa rangi zake, unaweza ukasema siwezi nikafanya hiyo biashara. Kwa hiyo nitabadilisha kamera tuweze kuizungumzia. Nikuombe tu, naomba uniambie ungependa kuzungumzia mambo gani mengine. Napenda nifanye yale mambo ambayo yataleta tija kwako. Hii kazi ya kubeba vyuma ni kazi ambayo unakuja kuchukua hivi vyuma vyenyewe kwenye maeneo ya kukusanyia taka. Umeona haya? Wale wanavotupa taka humu, kuna mtu katupa sijui ni kakifaa kalikoharibika, sijui ni kitu gani, na ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba asubuhi unafika hapa kuokota hivyo vyuma. Ni kazi ngumu. Niwe mkweli, hii ni kazi nimeshare tu kwa sababu nilisema, kwa vile nilishasema nitazungumzia kazi za kuanzia maisha, nisirembe, niwaonyeshe na uhalisia. Umeona? Niwaonyeshe kwamba bwana unaweza ukalea mtoto. Japo mara nyingi kazi hii naona wanafanya wanawake. Unaweza ukafanya usafi, lakini kuna wenzetu ambao hali imekuwa ngumu, hasa niseme labda wanaume, kwa sababu labda haupendi kufanya usafi ama haujajua uingie pande gani, kwa sababu unajua haya mambo pia lazima ujue niingie pande gani ndio niweze kupata hiyo fursa ya kufanya usafi. Kwa hiyo sasa hii kazi ni kazi ngumu ndugu yangu. Ila naona tena ukiamka alfajiri ama niseme asubuhi hivi utaona Waafrika vijana wetu wamebeba matroli ya supermarket. Sasa haya matroli unalitoa wapi? Hilo troli unalipateje? Kiukweli hapo utafiti wangu haujaniruhusu sana kujua. Ila ni matroli ya supermarket, na baada ya kuwa na hilo troli la supermarket sasa unaanza kutafuta hivyo vyuma. Kwa hiyo sasa ni shughuli ya kubahatisha. Kuna wakati unakuta kwa sababu wana utaratibu huku, kama vitu au vitumbii, labda kitanda chako kimeharibika haukitumii, unaenda kukiweka sehemu ambapo kuna kama sehemu ya kutupia taka hivi. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine pale viti, unakuta wakati mwingine magodoro limetupwa kabisa hapo. Kwa hiyo kuna wakati unaona jamani kuna friji, mpaka kuna wakati tunasema jamani ningemwona mmoja wale wakaka ningemtonya bwana hapa kuna friji.
Hivyo basi ukiona kwamba hauna karatasi, kwa sababu wewe ndio utakuwa mkweli, kazi nyingi hizo ambazo tunazisema kwa profesa, kwa sababu unaweza kuwa umesoma vizuri, kuwa mhasibu, kuwa mwalimu, kazi yote ile wanaofanya watu wengine na wewe unaweza kufanya, na tuna Waafrika wengi wanafanya hizo kazi. Right? Tuna Waafrika wengi wanafanya hizo kazi. Hizo kazi zinataka uwe una karatasi. Na sema karatasi inamaanisha permit. Uko hapa kihalali, na hivyo basi utaingia kwenye soko la ajira, utaapply, utaenda kwenye interview, utakataliwa, utakubaliwa kama ambavyo watu wengine wanafanya. Ila ikiwa bado hauna karatasi, sasa hautaki kulala njaa, na ndio matokeo yake inabidi utafute riziki yoyote ambayo inapatikana kwa uhalali, kwa sababu pia ukiiba sheria ipo. Tena wako sharp kweli kweli. Lakini kwa kusema kwa moja sio kwa mtu fanya nini utadakwa. Kwa hiyo jamani, hii ni miongoni mwa kazi. Sasa nikuulize kijana mwenzangu wa Kiafrika. Unaonaje hii kazi? Ni kazi ambayo unaona ungeifanya kwa furaha? Ni kazi ambayo unaona inastaha kuliko kazi za nyumbani? Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo utatakiwa uwe na troli. Hii sasa haihitaji hata useme si uka network, uingie si Facebook, uingie wapi. Hiyo biashara hapa hakuna. Wewe una troli lako, unaamka asubuhi, unaanza kukata mitaa yako. Sio mara moja napita na mkuta mtu anachakua. Niwe mkweli, mara ya kwanza kuna namna ilinipa shida hivi. Kwa maana ya kwamba yani kwa sababu unajua sisi wote ni wamoja kiukweli. Ukimwona mtu mweusi unajiona wewe mwenyewe. Japo niwe mkweli, kilichoniuma zaidi ni pale nilipoona vijana weusi wa Afrika wenzetu, mweusi kama mimi, amekaa sehemu na kibakuli anaomba. Sina video zao na wala sikuchukua, ila hiyo niliona mapema sana, tena wakati huo ndio tu nimefika hapa. Unamkuta kijana kaoga, kijana mega 27 hivi, yani ama labda 30 kitu, kijana ambaye ana nguvu ya kufanya kazi. Ila amekaa, amevaa koti lake, ana kibakuli, anaomba. Shida sio kwamba hataki kufanya kazi, kwa sababu niliweza hata kuongea na mmoja, kwa sababu wengine ambao ni ndio hivyo, mtu anasema ngoja nijitoe, anaenda kutafuta troli lake, anaingia kwenye dustbin kama unayaona hapo, anasakatua. Ni kazi ngumu mno. Umeona kama pale nilipokuwa nawaambia kuna wakati wanaacha vitu nje, umeona kama pale kuna chaga za kitanda. Sasa kuna wakati unakuta kama vile kuna friji pale, vitu ambavyo vimeharibika, kwa hiyo mnakuta mtu analitoa yale mambo mengine, anabakiwa na vyuma. Kuna kelele. Kwa hiyo nirudi kwenye ile topic ya kijana kuombamba. Kwa hiyo nakumbuka niliwahi kuongea na kijana mmoja, kwa sababu ilikuwa inanipa tabu nikiona kijana ambaye ana afya, tunaita nguvu kazi ya taifa, amekaa anaomba. Lakini nikaambiwa ukweli ndio hivyo, hajapata karatasi. Kwa hiyo labda niseme kitu kimoja hapa wakati tuangalie kazi. Ulaya utahitaji karatasi, utahitaji kibali. Yaani watu wa ajira hawakuajiri ati kwa sababu wewe una uzoefu ama umesomea kitu fulani ama unajua nini. Hapana. Hiyo sio sababu. Hawakuajiri kwa sababu hiyo. Watakuajiri kutokana na kwamba una ruhusa ya kufanya kazi nchini kwao. Na ruhusa hiyo unaipateje ili ujiepushe wakati mwingine na kazi ambazo usingependa kufanya? Usingependa kufanya, ungependa kutumia nguvu zako sehemu nyingine. Cha kwanza watahitaji uwe hapa kihalali. Uje hapa kihalali. Kama ilitokea ukaja kama ambavyo labda ndugu zetu wengine wanafanya, umeingia baharini na nini umefika hapa, utakuwa hauko hapa kihalali. Kwa utafika kweli, uko hapa kweli, ila uweze ukaenda hata dukani tu kwenye mtu wa boutique ukamwambia nipe kazi. Niliwahi kufahamishwa kwamba wakigundua unamwajiri mtu ambaye hana karatasi, faini yake inaweza ikaanzia euro 2000 mpaka euro 10,000. Sasa ndugu yangu, euro 2000 yenyewe ni milioni 6. Euro 10,000 ni milioni 30. Ni mtu gani huyo ambaye atakuwa tayari kujilipua? Kwa hiyo unatakiwa uwe una permit. Sasa kuna taratibu, kuna mchakato ambao sioni kama umenyoka sana, ila naona watu wengine wanafanikiwa kupitia huko. Anaenda anajiwasilisha kama
mtu aliyekimbia labda machafuko nchini kwao, matokeo yake anapewa utaratibu. Haujanyoka huo utaratibu. Hata hivyo si haba, kuna watu baada ya miaka fulani anapata permit. Itakuwa sio swala la wiki moja, lakini niwe mkweli. Kwa hiyo itabidi uone unaishije hapo katikati mpaka ipita hiyo miaka 5, 3, 1. Na wengine pia hawafanikiwi. Na ndio pale ambapo watu nasikia wamekuwa deported, ni kwa sababu aidha hawakwenda kujiwakilisha kwamba sisi tumekimbia, kwa sababu unaposema umekimbia nchini kwako, watu watataka uone sababu kilichokukimbiza ni nini. Kwa hiyo ukionyesha una sababu, ndio pale ambapo sasa wanakuweka kwenye prosesi yao, ambayo hiyo labda nimpate mtu ambaye kaipitia siku nije niwafahamishe, kwa sababu niwe mkweli, nimeisikia kwa vipande tu. Sawa. La, kama ulikuwa umesoma hapa, umemaliza kusoma, visa yako ya shule ikaisha, lakini sasa ukapata mwajiri akajitolea kwamba mimi nakutaka bwana, elimu yako naitaka, akakutafutia karatasi, basi unaweza ukasoma, kumradhi, unaweza ukafanya kazi kwa mtindo huo, mwajiri yeye ya kukatia hizo permit. Haya ndugu zangu, shukrani. Mimi naona kwa leo nisiwe na maneno mengi sana, ila najisikia tu kuongezea kitu pale kwenye karatasi. Niseme kwamba ukiona watu wafanye kazi nje ya nchi, wanashindwa kwa kutumia pesa, labda unapoomba ndugu zako wamefika huko, lakini unaona hawatumi hela, sio wavivu, wala sio kwamba hawataki kufanya kazi. Amepata karatasi. Karatasi za kufanya kazi utazipata kama una residence permit, kibali cha kuishi. Kwa hiyo kama umekuja hapo kwa kusoma, umepewa kibali cha kuishi, utakuwa unapewa na visa na permit ya kufanya kazi kwa masaa ya mwanafunzi. Masaa ya mwanafunzi ambayo kila nchi na utaratibu wake. Hawa wanaruhusu ufanye masaa 5, hawa 10 kwa wiki, inategemea na nchi uliopo. Baada ya masomo, ili uweze kufanya kazi utatakiwa uwe na kibali tofauti, ndipo uweze kufanya kazi sasa full time. Sasa hapo aidha uwe umetafuta sababu nyingine ya kupata hicho kibali, labda ulipata maisha hapa, mkaoana na nini, kwa hiyo umekuwa hapa, ama atokee mwajiri aseme mimi nataka kukuajiri wewe, na kwa msingi huo basi nitakufuatilia karatasi. Kwa hiyo ama njia nyingine, wewe umekuja kwa sababu umeoa, umeolewa, ukiwa mwanafamilia wao, hawana tabu, itatakiwa tu upate taratibu za kisheria, ila utapewa permit ya kuishi kihalali, utaweza kufungua biashara, utaweza kuajiriwa kama umekuja kama mwenza wa ndugu yao huko. Ila kama sio kwa utaratibu huo, basi ni kama nilivyosema, wewe umekuja kusoma, baada ya hapo upate mtu aseme nataka kukuajiri, ama sijui uwe labda umetumia njia nyingine umepata permit.